karibisha katika ibada. We sincerely apologize for coming in late. Na kabisa mtusamehe sababu ya kuja tukiwa tumechelewa. It's because we were welcoming new members in the church. Ni kwa sababu tulikuwa tunakaribisha wapendwa wapya hapa kanisani. And we had to give them ample time. Na lazima tungewapatia wakati ambao unastahili. We cannot welcome visitors in a hurry. Hatuwezi karibisha wageni kwa haraka. Today we have received 8 new members. Siku ya leo tumepata wapendwa 8. So not just visitors. Si wageni tu. They are members. Hao ni wenyeji. Who have been with us for the last 1 month in the services. Wamekuwa nasi marapa kwa mwezi mmoja katika ibada. Therefore, online brethren, you are welcome to join us in the service. Na kwa hivyo wapendwa wa mtandao mmekaribishwa kuungana pamoja nasi. And God is going to minister to our lives. Na Mungu atahudumia maisha yetu. Today the Lord is speaking to our lives. Siku ya leo Bwana ananenea maisha yetu. And he is saying, na anasema, finish, still qualify. Malizia ungali umehitimu. So today, kwa hivyo siku ya leo the Lord is calling you and me. Bwana anakuita wewe na mimi. And he is saying, finish while still qualify. Na anasema kwamba umalizie ungali umehitimu. Finish, still qualify. Malizia ungali umehitimu. The scripture today is 1 Corinthians chapter number 8. Maandiko siku ya leo ni Wakorintho wa kwanza sura ya 8 and chapter number 9. na sura ya 9. This is a message that will take us maybe 2 or 3 services. Huu ni ujumbe ambao tutachukua Jumapili 2 ama 3. The Lord is calling you and me. Bwana anakuita wewe na mimi. In the book of 1 Corinthians chapter 8 and chapter number 9. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 8 na sura ya 9. And he is saying, na anasema, finish, still qualify. Maliza ungali umehitimu. Paul is writing to the Corinthians. Paulo anaandikia Wakorintho. And when he is writing, na wakati anaandika, in chapter number 8, katika sura 8, he says, now concerning food offered to idols. Sasa anasema kuhusu chakula ambacho kinatolewa sanamu. We know that we all possess knowledge. Wajua sisi wote tuko na ujuzi. Knowledge puffs up, but love builds up. Ujuzi lakini upendo. Ujuzi huleta majivuno. Ujuzi huleta majivuno, lakini upendo unaleta uhusiano. Ujenga. Love builds up. Upendo unajenga. Continues to say, anaendelea kusema, the man who thinks he knows something, mtu ambaye anajua kwamba anajua, does not know yet as he ought to know. Hajui bado kama vile anavyostahili kujua. But the man who loves God is known by God. Lakini mtu ambaye anampenda Mungu anajulikana na Mungu. So then, about eating food sacrificed to idols. Kwa hivyo kula chakula ambacho kimetolewa sanamu. We know that an idol is nothing at all in the world. Tunajua kwamba sanamu si kitu katika ulimwengu. And that there is no God but one. Na kwamba hakuna Mungu isipokuwa Mungu mmoja. For even if there are so-called gods, na kwa hivyo hata kama kuna wale wanaoitwa miungu, whether in heaven or on earth, mbinguni hata katika duniani, as indeed there are many gods and many lords, kama vile ilivyo kuna miungu mingi na mabwana wengi, yet for us there is but one God, lakini kwetu sisi kuna Mungu mmoja, the Father from whom all things came, Baba ambaye vitu vyote vilitoka kwake,
and for whom we live. na ambaye tunaishi kwa ajili yake. And there is but one Lord, Lakini kuna Bwana mmoja, Jesus Christ, Yesu Kristo, through whom all things came and through whom we live. kupitia yeye vitu vyote vilikuja na kupitia yeye tunaishi. But not everyone knows this. Lakini si kila mtu anajua hii. Some people are still so much used to idols Watu wengine wanapendezwa sana na miungu that when they eat such food, na sanamu, ili wakila chakula chao they are so much accustomed or used to idols, wamezoea sanamu, that when they eat such food, ya kwamba kila chakula kama hicho they think of it as having been sacrificed to an idol. wanafikiria kwamba imetolewa sanamu. And because their conscience is weak, Na kwa sababu mawazo yao ni dhaifu, it is defiled. dhamira yao Inanajisika. inanajisi. But food Lakini chakula does not bring us near to God. haituleti karibu na Mungu. We are no worse if we do not eat, and we are no better if we do. Hatuko wabaya kama hatukuli, na hatuko wazuri kama hatukuli, Kama tunakula. I want us to share this word of God today, Nataka tushiriki neno hili la Mungu siku ya leo, where the Lord is calling you and me to finish while we are still qualified. mahali Bwana anatuita tukamalizie tungali tumehitimu. We have experienced people who are involved in competitions. Tumepata watu ambao wanahusika katika mambo ya michezo, Competitions ni mashindano. katika mashindano, And especially people who are involved in athletics. na sana watu ambao wanapatikana katika ukimbiaji, And others who are involved in football. na wengine katika mpira. You have seen people getting into the athletics field, Umeona watu wakiingia katika uwanja wa kukimbia, but somewhere along the way they are removed by the referee. lakini mahali katika njia wanaondolewa na referee. They are rejected. They are not supposed to be continuing with that. Wanakataliwa ya kwamba hawawezi malizia na hiyo. We have seen in football people beginning in the match, Tumeona watu katika mpira wakianza katika mchezo, but as they continue they are given a red card and they are disqualified. lakini wanapoendelea wanapewa kadi nyekundu na waendelee tena. We have even people who are not only rejected during the match, Na pia tuko na watu si kukataliwa tu wakati wa mchezo, but they are even rejected by their own team. lakini pia wanakataliwa na timu yao. So we have people who began in a certain team, Kwa hivyo tuko na watu walianza katika timu fulani, but they were rejected. lakini wakakataliwa. It is important for us as children of God Ni ya muhimu kwetu kama watoto wa Mungu that we remain in the faith, ya kwamba tukabaki katika imani, serving the purpose of God, tukitumikia kusudi la Mungu, remain in the purpose of God as we go along. baki katika kusudi la Mungu tunapoendelea, And at the end of it all, na mwisho kabisa at the coming of our Lord Jesus Christ, katika kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, then he will say, ya kwamba atasema, well done, good and faithful servant. ni vizuri sana mtumishi ambao ni mwaminifu. Mwema na mwaminifu. Mwema na mwaminifu. You are qualified for the final prize. Umehitimu kwa zawadi ya mwisho. There are people who will not qualify for the final prize. Kuna watu ambao hawatahitimu kwa zawadi ya mwisho. And God wants us to finish while we are still qualified. Na Mungu anataka tumalizie tungali tumehitimu. Now the reason as to why this
this is our topic today Sababu ile siku ya leo hii ndio kichwa chetu. is because the author of this scripture, of this book, Ni kwa sababu mwandishi wa kitabu hiki Paul himself, ambao ni Paulo mwenyewe is very careful kwa mwangalifu sana that he will not be disqualified after guiding other people. ya kwamba hataondolewa wakati wa kuongoza watu wengine, That he will not be disqualified after preaching to other people. ya kwamba hataondolewa baada ya kuhubiria watu wengine. And today, children of God, Na siku ya leo watoto wa Mungu, we need to remain in the purpose of God, tunastahili kubaki katika kusudi la Mungu, so that we will finish and be qualified for the prize. ili tukamalizie na kuhitimizwa kwa zawadi, That the Lord may be pleased with what we are doing. ili Bwana akafurahishwa na kile tunachokifanya. And in the book of 1 Corinthians chapter 8 and chapter number 9, Na katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 8 na sura 9, we want to see some of the things that the author brings up tunataka kuona mambo ambayo mwandishi ameyaleta, that are supposed to be done by believers, ambayo anastahili kufanywa na waamini, by people who are born again, na watu ambao wamezaliwa tena, so that we will finish and be qualified for the prize. ili tukamalizie tungali tumehitimu katika zawadi. What is required of us Nini inahitajika kwetu for us to finish while we are still qualified? ili tukamalizie tungali tunahitimu? What is required of us Nini inahitajika so that we will not be rejected by the Lord even after working so much even in the ministry? ili tusikataliwe na Mungu hata baada ya kufanya kazi sana katika huduma? For us not to be rejected, Ili sisi tusikataliwe, for us to be qualified for the prize, ili tukahitimizwe kwa zawadi, for us to finish still qualified, ili tukamalizie tungali tumehitimu. we are called in the scripture Tumeitwa katika maandiko haya to manage our knowledge. ili tukatunze maarifa yetu ama ujuzi wetu. God is calling you, is calling me Mungu anakuita, ananiita to manage your knowledge. ili tukatunze ujuzi wetu. We know things in our lives. Najua mambo katika maisha yetu. There are things you know more than I know. Kuna mambo unajua kuliko vile najua. There are places you are more of an expert than your friend. Kuna mambo unajua zaidi kuliko rafiki yako. You have knowledge in that area. Uko na ujuzi katika maeneo hayo. You are better than others in that area. Wewe ni mwema kuliko wengine maeneo hayo. God is calling you to manage your knowledge, Mungu anakuita ukatunze ujuzi wako, so that your knowledge will not make God disqualify you. ili ujuzi wako usikufanye Mungu akukatae. So that my knowledge will not make God disqualify me. Ili ujuzi wangu usinifanye Mungu anikatae. Secondly, we are called to manage our rights. Jambo la pili ni kwamba tunastahili, tumeitwa kutunza haki yetu. God is calling you and me Mungu anakuita wewe na mimi in this scripture, katika maandiko, and he is saying manage your rights. na anasema ya kwamba tunza haki yako. Most of the places in the world, Mahali pengine katika ulimwengu, people want democracy, watu wanataka demokrasia, where they can claim for their rights. mahali wanaweza itisha haki zao. And we have our rights Na tuko na haki zetu in our areas of operation, katika maeneo yetu ambayo tunafanya kazi, in our homes. katika nyumbani mwetu We have our rights. tuko na haki zetu. There are things that we say, Kuna mambo ambayo tunasema, this is my right. hii ni haki yangu. Your rights, if not properly managed, will make God disqualify you. Haki zako kama hazitatunzwa vizuri zitafanya Mungu akukatae. Our rights, if not properly managed, will make God disqualify us. Haki zetu kama hazitatunzwa vizuri zitafanya Mungu atukatae. Thirdly, we are called to manage our position. Jambo la tatu, tunastahili kutunza nafasi yetu. We have different positions. Tuko na nafasi tofauti. Some of you are a position of a father, Wengine wetu tuko na nafasi ya mababa, a mother, mama, a CEO,
CEO. You are a manager somewhere. Wewe ni manager mahali. You are a principal. Wewe ni principal mahali. You are a driver. Wewe ni driver. Those are positions. Hizo ni nafasi. You are a doctor. Wewe ni daktari. You are a pastor. Wewe ni mchungaji. Those are positions. Hizo ni nafasi. God is calling you and me to manage your position. Mungu anakuita wewe na mimi tukatunze nafasi zetu. Last but not least, mwisho na sio ndogo, God is calling us to manage our purpose. Mungu anatuita wewe na mimi tukatunze kusudi zetu. The purpose for which you were called. Kusudi ambao uliitiwa. God's purpose in your family. Kusudi la Mungu katika familia yako. God's purpose where you work. Kusudi la Mungu mahali unafanya kazi. God wants us to manage that purpose. Mungu anataka tutunze kusudi hili. So that we will not be disqualified. Ili tusikataliwe. When people are disqualified, wakati watu wamekataliwa, they are always demoralized. Kila wakati wanavunjika moyo. Because they lose at the end. Kwa sababu wanapoteza hapo mwisho. They invest, but where they invest, they realize they have lost. Wanaweka rasilimali nyingi, lakini wanajua ya kwamba mwisho kabisa wanapoteza. Nobody wants to lose at the end. Hakuna yeyote anataka kupoteza hapo mwisho. And today I will just look at only one. Na siku leo nitaangalia jambo moja tu. About managing your knowledge. Kuhusu kutunza ujuzi wako. I will go straight into this point according to the scripture. Nitaenda moja kwa moja katika point hii katika maandiko haya. The question at hand here is, swali ambalo lilioko hapa ni hili. Food sacrificed to idols. Chakula ambayo inapewa sanamu. Is it right for born again Christians in Corinth to eat food that has been sacrificed to idols? Je, ni vizuri katika Korintho kula chakula ambayo imetolewa sanamu? And I believe it can also be the same question for us today. Naamini ya kwamba inaweza kuwa swali kwetu pia siku ya leo. Is it right for Christians to eat food that has been sacrificed on the altar of idols? Je, ni sawa Mkristo kula chakula ambacho kimetolewa sanamu katika madhabahu yao? That was the question. Hiyo ndio ilikuwa swali. Because in that place, kwa sababu maana pale sacrifices were brought to idols. Sadaka zilikuwa zinatolewa sanamu. And the sacrifice, dhabihu, idol. Na dhabihu ambayo the second part was given to the priest in charge of that altar. Sehemu ya pili ilikuwa inapewa kuhani ambaye alikuwa katika madhabahu hayo. Because altars for every idol had a priest. Sababu kila madhabahu ya sanamu ilikuwa na kuhani. The third part of that sacrifice, sehemu ya tatu ya dhabihu hiyo, went with the offerer. Ilikuwa inaenda na yule ambaye amelete dhabihu hiyo. So when people came, na kwa hivyo watu walipokuwa nakuja to bring that food on the altar of idols, kulete chakula hiyo katika madhabahu ya sanamu, they would come and sometimes that food would be a lot. Walikuwa nakuja na chakula hiyo, wakati mwingine ilikuwa nyingi. And therefore the portion that was given to the priest, na kwa hivyo sehemu ambayo ilikuwa inapewa kuhani, he could not be able to take the whole of it. Angeweza kwenda na yote. So he would take it to the market. Kwa hivyo angeipeleka sokoni and sell it. Na use. And part of it he would sell even to the temple of that. There is the hotel. Let me call it a hotel so that we really understand. The hotel that was in that temple. Na sehemu moja ingeuzwa kwa hoteli ambayo ilikuwa katika hekalu hilo. Because these idols were in temples. Sababu sanamu hizo zilikuwa katika hekalu. Temples of idols. Hekalu za sanamu. So and there would be a restaurant or a place where people would eat. Na kulikuwa na mahali watu wangekula. The priest would sell his portion there. Kuhani angeuza sehemu yake mara pale. Those people who went with these things at home, watu hawa walikuwa naenda na vitu hivi nyumbani. the offerer,
mwenye ametoa, if he went home with the water that has been, with what has been sacrificed to the idol, angeenda nyumbani na kile kimetolewa sanamu, that which was his portion, ile ambayo ilikuwa ni sehemu yake, if he went with it, kama angeenda nayo, if born again Christians probably visited that person for witness, kama watu ambao wamezaliwa labda wangetembelea mtu huyo for Christian witness, sababu ya kufanya kushuhudia, sababu ya kushuhudia, or maybe to just go and make a visit, ama labda kwenda kutembea tu, just as we also visit people who are not born again because they are with us and they are family members. Kama vile tunatembelea watu wa familia ambao hawajaokoka, they would also take the food that they got from that altar, and that is what they are eating in their families. Ya wangechukua hicho na hiyo ndio wanakula katika familia yao. And therefore if you visited them, that is the food you would eat. Na kama ungewatembelea hiyo ndio chakula ungekula. Now the question was this. Sasa swali lilikuwa nini? Is it right for a born again Christian, je, ilikuwa ni sawa Kristo ambaye amezaliwa tena, to eat food sacrificed to idols? Kula chakula ambao imetolewa sanamu? Now the Christians in the church that time, sasa Wakristo kanisani nyakati hizo, we are divided now into two groups concerning this question. Sasa walikuwa wamegawanyika mara mbili sababu ya swali hili. Some were saying, wengine walikuwa nasema, it is wrong to eat food sacrificed to idols. Ni makosa kula chakula ambao kimetolewa sanamu. How many people think it is wrong? Ni watu wangapi wanafikiria ni makosa in this room? How many people think like that? It is wrong to eat food that has been sacrificed to idols. Ni watu wangapi wanafikiria kwamba ni makosa chakula ambayo kimetolewa sanamu? Let's show me with your hand. Those people who believe it's wrong. Watu ambao wanafikiria ni makosa. Because there were two groups. Sababu kulikuwa na vikundi viwili. Oh yeah, we have them here. They believe it's wrong to eat food sacrificed to idols. Ya kwamba ni makosa kula chakula kimetolewa sanamu. They would say, if you bring a goat, walikuwa wanasema kwamba ungelete mbuzi, and then part of it goes with the god, part of it goes with the priest of the altar, and part of it you go with it home. The other Christians would say, I cannot eat that. So that's the group. Kwa hivyo sehemu moja ilikuwa inaenda sanamu, sehemu nyingine na kuhani, sehemu hiyo nyingine na yule mwenye alilete. But there is another group, lakini kuna kikundi kingine that was saying, ambayo kilikuwa kinasema, there's nothing wrong hakuna makosa yoyote in eating food sacrificed to idols. Kula chakula ambayo imetolewa sanamu. Because an idol, sababu sanamu, is just a piece of wood. Ni mbao tu. An idol, sanamu, is something carved from a stone. Ni kitu kimetengenezwa kutoka kwa mawe. And they would ask probably, na wangeuliza labda, if I take that stone, that building stone there, and I carve a god, nikichukua mawe ile iko pale nje ya kujenga nitengeneze Mungu, does it change from being a stone and it has become a god? Je, inabadilika kuwa mawe inakuwa Mungu? So they would say, kwa hivyo walikuwa nasema, it remains a stone as it was when it was not carved. Inabaki kuwa mawe hata kabla ichongwe. So they would say, kwa hivyo walikuwa nasema, there's nothing wrong hakuna makosa yoyote to eat meat, kula mnyama, just because it was placed on a stone. kwa sababu iliwekwa juu ya jiwe. How many people believe there's no problem of eating? You see, we have the two groups. I don't know the online people. We have the two groups here. Tuko na vikundi viwili mara. How many people believe there's nothing wrong in eating food that has been sacrificed to idols? Ni watu wangapi wanafikiria kwamba hakuna makosa kukula chakula ambacho kimetolewa sanamu? Wow, let's now move on together. Wacha sasa tuendelee pamoja. Because kwa sababu those who have
said it's wrong, wale wamesema kwamba ni makosa, and those who have said it's not wrong, na wale wamesema kwamba si makosa. we are all born again. Sisi wote tumezaliwa And we must walk together. na lazima tutembee pamoja. So Paul is here. Hivyo Paulo ako mahali hapa. And he says, Anasema, now concerning food that has been offered to idols, sasa kuhusu chakula ambao kimetolewa sanamu, we know that we all possess knowledge. tunajua kwamba sisi wote tuko na ujuzi. That is verse 1. We know that we all possess knowledge. Hiyo ni mstari wa kwanza, anasema ya kwamba sisi wote tunajua kwamba tuko na ujuzi. And he says, Na anasema knowledge puffs up. ujuzi unaleta kiburi. Knowledge, Ujuzi, whatever knowledge you have in your area of expertise, mahali popote ambao uko na ujuzi ama maarifa, and especially where you have the expertise, you are the expert. Mahali umebobea, na sana sana mahali umebobea, you have a lot of knowledge in that area. uko na ujuzi katika maeneo hayo. Usually children of God, Kweli kabisa, watoto wa Mungu, when you have knowledge in a certain area, wakati uko na ujuzi katika maeneo fulani, there is a tendency to feel. Kuna uwezekano unasikia, There is a tendency to feel that other people do not know. kuna uwezekano ya kwamba unasikia kwamba watu wengine hawajui. Sometimes you may even ask questions not because you want an answer, Wakati mwingine unaweza uliza maswali si kwa sababu unataka jibu, but you want to look at their level. lakini unataka kuangalia kiwango chao. It is called pride. Inaitwa kiburi. Sometimes you ask questions Wakati mwingine unauliza not maswali because you don't know the answer, si kwa sababu haujui jibu, but when you rate people there, lakini unapoweka watu katika kiwango, they cannot measure up to what you know. hawawezi fikia mahali pale wewe unajua. Tell your neighbor, we all possess knowledge. Sisi wote tuko na ujuzi. Please preach to your neighbor, we all. Tell your neighbor, we all possess knowledge. Mwambie sisi sote tuna ujuzi. Tell your neighbor, usinione hivyo, nina ujuzi. When you are knowledgeable in a certain area, Wakati uko na ujuzi katika maeneo fulani, and this is why you find a lot of jam on our Kenyan roads. na ndiyo maana unapata jama ama msongamano katika barabara zetu za Kenya, Because when any driver finds other vehicles on a standstill, kwa sababu dereva akipata magari yote yamesimama, many drivers will feel wale madereva wengi watasikia these guys kama wao who have the same knowledge, ambao wako na ujuzi huo, and now they have stuck, the vehicles can't move. na sasa wamesimama hapo, magari haiwezi songa. But when they were coming out of the line, Lakini wakati walikuwa wanaondoka kwa barabara, it's because of pride. ni kwa sababu ya kiburi. Knowledge makes people to feel more important than others. Ujuzi unafanya watu wasikia kwamba ni wa muhimu sana kuliko wengine. Knowledge has destroyed churches. Ujuzi umeharibu makanisa. Knowledge has destroyed families. Ujuzi umeharibu familia. A husband looks at the wife. Mume anaangalia mke. A wife looks at the husband Mke anaangalia mume. and says, Anasema it's because he is not educated. ni kwa sababu hana elimu. You were not bringing an educationist in your family, you were bringing a wife. Haukuwa unalete mwenye elimu kwako, ulikuwa unalete mke. And therefore, Na kwa hivyo they go looking for an educated wife, wanaenda wakitafuta mke ambaye ameelimika, only to know that, wanapata tu, only to realize kutambua tu that where they are going, ya kwamba mahali wanaenda other people also are going there. watu wengine pia wanaenda, Because we all possess knowledge. sababu sisi wote tuko na ujuzi. There's nothing you are doing Hakuna chochote unachokifanya that you have the monopoly of knowledge.
ambao ujuzi uko na wewe peke yako. There's no place like that. Hakuna mahali kama hapo. That's why if I am no longer there or you are no longer there, ndio maana kama mimi siko na kama wewe hauko, things will continue. Mambo yatasonga tu. Because we all possess knowledge. Sababu sisi wote tuko na ujuzi. It's only this way. Ni hivi tu. So that ili the knowledge that God has given us, ujuzi ambao Mungu ametupatia, if we manage our knowledge, kama tutatunza ujuzi wetu, we will not be disqualified where we are. Hatutaondolewa mahali tuko. We will not be disqualified in the families. Hatutaondolewa katika familia. We will not be disqualified by Jesus. Hatutaondolewa na Yesu. If we manage our knowledge, kama tutatunza ujuzi wetu. those people who have the knowledge, watu ambao walikuwa na ujuzi, that idols are nothing. ya kwamba sanamu si kitu. Those people who had knowledge, wale watu ambao walikuwa na ujuzi, that an idol is just a piece of stone, a piece of wood. ya kwamba sanamu ilikuwa tu ni jiwe ama ni mbao. They were eating in the presence of the other brethren. Walikuwa wanakula katikati ya wapendwa hao wengine. And those others were looking at them when they are eating. Na wale wengine walikuwa wanawaangalia wakikula. And they were feeling we are in the wrong place. Na walikuwa nasikia kwamba tuko mahali pa makosa. When people are eating food sacrificed to idols. Mahali tu watu wanakula chakula ambacho kimetolewa kwa sanamu. But these others, lakini hao wengine, we are eating, walikuwa wanakula, not caring about the feeling of the others. Hawakuwa wanajali hao wengine wanasikiaje. When they are eating, they were saying, wakati walikuwa wanakula walikuwa nasema, look here, when they were eating, wakati walikuwa wanakula, they were saying, walikuwa nasema, it is ni because kwa sababu they don't know hawajui that an idol is a piece of stone. Sanamu ni jiwe tu. Now that is true. Hiyo ni kweli. When they were eating, wakati walikuwa wanakula, they were saying we are more knowledgeable. Walikuwa nasema kwamba sisi tuko na ujuzi zaidi. So what did they do? So walifanya nini? They created a gap between them. Waliweka mpaka katikati yao. They created a gap. Walitengeneza mpaka nafasi. They created a gap. Walitengeneza nafasi between the weak brethren katikati ya wale wapendwa wadhaifu and those who thought they knew. Na wale ambao walikuwa wanajua kwamba wanajua. What was the result? Matokeo yalikuwa ni gani? The church was divided. Kanisa liligawanyika. Now Paul, sasa Paulo, was a very educated man. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na elimu sana. I'm saying Paul, nasema Paulo, was a very educated man. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameelimika sana. Able to speak fluently in Hebrew. Ambaye alikuwa ananena Kiebrania vizuri sana. Able to speak fluently in Greek. Ambaye alikuwa ananena Kigiriki vizuri sana. Able to speak fluently in Aramaic. Ambaye alikuwa ananena Kiaramiki vizuri sana. A man who could go to any place. Mtu ambaye angeenda mahali popote and handle the gospel in the right way. Na shughulikie injili kwa njia sawa. To the educated and those who are not educated. Wale ambao walikuwa na elimu na wale hawakuwa na elimu. To those who have money and those who have no money. Wale ambao walikuwa na pesa na wale hawakuwa na pesa. He was a very knowledgeable man. Alikuwa ni mtu alikuwa na ujuzi wa juu sana. He had been brought up as a university student. Alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu. He had grown up under the teaching of a very respected a teacher or lecturer called Gamaliel. Alikuwa amefundishika chini ya mwalimu mmoja ambaye alikuwa amesoma sana, alikuwa anaitwa Gamaliel. So he looked at the people who think they have knowledge. Kwa hivyo aliangalia watu ambao walikuwa wanafikiria wako na ujuzi. And probably he would wonder whether they will ever come to his level. Na labda alikuwa anaangalia kama wangefika siku moja kwa kiwango chake. Today, siku ya leo, we have very many professors. Tuko na maprofesa wengi sana. Who have become professors. They have attained their masters because of studying the books of Paul. Ambao wamefanyika maprofesa na kuwa na master sababu ya kusoma vitabu vya Paulo. So that tells you, kwa hivyo hiyo inakwambia, Paul was an
an authority in the education sector. Ya kwamba Paulo alikuwa ni mamlaka katika maeneo ya elimu. And therefore he looks at people who think they have knowledge. Na kwa hivyo anaangalia watu ambao walikuwa wanafikiria kwamba wako na ujuzi. And they eat. Na wanakula food sacrificed to idols. Chakula ambayo ilikuwa inatolewa sanamu. Without caring about the brethren who believed it was wrong. Bila kujali kuhusu wapendwa ambao walikuwa wanafikiria kwamba ni makosa. Yet all of them were believers. Na bado wote walikuwa ni wapendwa. And Paulo, when he looked at this, wakati aliangalia hii, he said this. Akasema hivi. In verse number 1 to 4. Katika mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. About food sacrificed to idols. Kuhusu chakula ambayo ilikuwa inatolewa sanamu. And it is true, an idol is nothing. Na ukweli kabisa sanamu si kitu. He said we all know that an idol is nothing. Akasema ya kwamba sanamu si kitu. An idol is nothing. Sanamu si kitu. An idol is nothing. Sanamu si kitu. In fact, an idol depends on you. Ukweli kabisa sanamu inategemea wewe. It cannot move unless you move it. Haiwezi enda mpaka uiondoe. An idol cannot move you. Sanamu haiwezi kukuendesha wewe. An idol, the Bible says, is nothing. Biblia inasema kwamba sanamu si kitu. But even if that is true, lakini hata kama hiyo ni kweli, Paul said, Paulo anasema there are those who are born again. Kuna wale ambao wamezaliwa tena. But because they have not grown up, lakini kwa sababu hawajakuwa to get that knowledge, kupata ujuzi huo, and maybe they were brought up in a households of idols. Na labda walilelewa mahali ambao kuna sanamu. They have been brought up where they bow to idols. Wamelelewa mahali ambao wanainamia sanamu. So somehow, kwa hivyo kwa njia nyingine, when they get saved, wakati waliokoka, they don't want anything to do with an idol. Hawataki chochote kuhusu sanamu. They don't want anything. Hawataki chochote. And even eating food, na hata kukula chakula, to them it is wrong. Kwao ni makosa. Paul says, Paulo akasema, before they come to know, kabla waje kujua, that an idol is a piece of stone or a piece of wood or a piece of metal, ya kwamba sanamu ni chuma, ni mawe ama ni bao, the question should not be swali haistahili kuwa about kuhusu eating food. kukula chakula. The question should be swali inastahili kuwa whether kama the purpose of God is being maintained. Kusudi la Mungu linahitimishwa. And for the purpose of God to stand, na ili kusudi la Mungu lisimame, God has one church. Mungu ako na kanisa moja. God has one church. Mungu ako na kanisa And moja. here for those who think they have knowledge, Na kwa hivyo wale ambao wanafikiria wako na ujuzi, Paul wants them to know Paulo anataka wajue that they need to manage their knowledge, ya kwamba wanastahili kutunza ujuzi so wao, that their knowledge, ili ujuzi wao, so that their knowledge ili ujuzi wao will not make them feel important. hautafanya wasikia kwamba ni wa muhimu. Hallelujah. Amina. Tell your neighbor we must manage knowledge. Lazima tutunze ujuzi. There are people, Kuna watu before they receive knowledge, kabla wapate ujuzi, there were people that God could depend on. walikuwa ni watu ambao Mungu angetegemea. But God does not move with people who walk in pride. Lakini Mungu atembea na watu ambao wanatembea katika majivuno. They were destroyed because of their knowledge. Waliharibiwa sababu ya ujuzi wao. And now they are destroying other people because of their knowledge. Na sasa wanaharibu watu wengine sababu ya ujuzi wao. Knowledge ujuzi can change you to be a devil's agent. Inaweza kukufanya ukuwe agenti wa Shetani. If knowledge is not managed, kama ujuzi hautatuzwa, and it will make you a very effective servant of the devil. Itafanya wewe ukuwe mzuri sana kwa Shetani. Mtumishi, mtendakazi mwema wa Shetani. Mtendakazi mwema kwa Shetani. You will be destroyed as you destroy others. Utaharibiwa na kuharibu wengine. People who get born again today, you will destroy them. Watu ambao mazaliwa siku ya leo utawaharibu. Because knowledge, kwa sababu ujuzi, presented itself ilijionyesha in the book of Genesis. katika kitabu cha Mwanzo. And the devil wanted to know how much Eve knew.
Na shetani alikuwa anataka kujua what Eve knew. kile Eva alijua. And he said, did God tell you? Je, akauliza Mungu alikwambia? And he told me, no, I have something else I can tell you. Na akasema kuna kitu kingine naweza kuambia. So verse number 1 says, hivyo mstari wa kwanza unasema, knowledge puffs up. Ujuzi unafanya uwe na kiburi. But love builds up. Lakini upendo unajenga. Love builds up. Upendo unajenga. Love builds up. Upendo unajenga. I want us to know today nataka tujue siku ya leo that knowledge should be ruled by love. ya kwamba ujuzi unastahili kutawaliwa na upendo. Hallelujah. Amina. Knowledge should be ruled by love. Ujuzi unastahili kutawaliwa na upendo. And we are not talking about loving trees and cars and homes. Na tusemi kuhusu kupenda magari, manyumba na vitu hivyo. We are talking about love for the brethren. Tunasema kuhusu upendo wa wapendwa. So in verse number 1, hivyo katika mstari wa kwanza we come to know tunakuja kujua that knowledge ya kwamba ujuzi should be ruled by love. inastahili kutawaliwa na upendo. Because if knowledge is not ruled by love, kwa sababu kama ujuzi hautatawaliwa na upendo, it will only make you proud. itakufanya tuwe na kiburi. Then halafu what did you do? ile kitafanya Instead of building it will destroy. badala ya kujenga itaharibu. I tell you, Ninawaambia, and maybe you have seen na labda umeona, whoever gets into a family yoyote ambaye anaingia katika familia and you esteem your knowledge so much, na unainua juhudi yako sana, you forget to esteem your partner. unasahau kumweka juu mwenzako. Love must rule knowledge. Upendo lazima utawale juhudi, Because love builds up. sababu upendo unajenga. So those who think they know, Kwa hivyo wale ambao nafikiria wanajua, they should love those whom they think they don't know. wanastahili kupenda wale ambao hawajui. Look at the choice of my words. Angalia chaguo la maneno yangu. I am not saying Sisemi those who know wale ambao wanajua should wanastahili love kupenda those who do not know. wale hawajui. That's not what I'm saying. Sisemi hivyo. I repeat again. Narudia tena. I am not saying Sisemi those who know wale wanajua should love wanastahili those who do not know. wale ambao hawajui. That's not what I'm saying. Sisemi hivyo. I am saying Ninasema those who think they know, wale ambao wanafikiri wanajua, those who think they know, wale wanafikiri wanajua, they should love wanastahili those whom they think they don't know. kupenda wale wanafikiri hawajui. Because I started by saying Sababu nilianza na we kusema all possess knowledge. sisi wote tuko na ujuzi. We all possess knowledge. Sisi wote tuko na ujuzi. There is something you know that I don't know. Kuna kitu ambao unajua na mimi sijui. There is something your wife knows that you don't know. Kuna kitu mke wako anajua na wewe hujui. There's something your husband knows that you don't know. Kuna kitu mume wako anajua na wewe hujui. There's something your child knows that you don't know. Kuna kitu mtoto wako anajua na wewe hujui. We all possess knowledge. Sisi wote tuko na ujuzi. And unless our knowledge is managed Na mpaka ujuzi wetu utunzwe and ruled by love, na utawaliwe na upendo. unless our knowledge is managed Mpaka ujuzi wetu utawaliwe and ruled by love, na utawaliwe na upendo, we are going to destroy ourselves. tutajiharibu sisi wenyewe. We are going to destroy our people. Tutaharibu watu wetu. Because now the man who is speaking here, Sababu mtu ambaye ananena mara hapa, Paul was a very educated man. Paulo alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameelimika sana. But he says in verse number 1 Lakini anasema katika mstari wa kwanza that knowledge builds up. ya kwamba Knowledge builds, ujuzi unajenga, but only when managed. lakini wakati tu inatunzwa. So he says love Kwa hivyo anasema kwamba upendo builds, unajenga, but knowledge without love lakini ujuzi bila upendo cannot build. haiwezi jenga. Knowledge can only build Ujuzi unaweza jenga tu when it
is preceded by love. Wakati inaunganishwa na upendo. When love comes first, Wakati upendo unakuja kwanza. the knowledge you have, Ujuzi ambao uko nao. I repeat again. Narudia tena. When love comes first, Upendo unapokuja kwanza. when love comes first, Wakati upendo unakuja kwanza. when love comes first, Wakati upendo unakuja kwanza. you will be able Utaweza to build everyone. kujenga kila mtu. You will be able to build children. Utaweza kujenga watoto. You will be able to build grown-ups. Utaweza kujenga watu wazima. Because love Sababu upendo makes our knowledge, inafanya ujuzi wetu. love makes our knowledge Upendo unafanya ujuzi wetu to become important in our lives. hivyo ya muhimu katika maisha yetu. So knowledge should build, not destroy. Kwa hivyo ujuzi unastahili kujenga, sio kuharibu. If your knowledge destroys your relationship, Kama ujuzi wako unaharibu uhusiano, it is not knowledge. si ujuzi. It is not knowledge. Si ujuzi. It is not knowledge. Si ujuzi. If your knowledge destroys fellowship in the church, Kama ujuzi wako unaharibu ushirika kanisani, it is not knowledge. si ujuzi. You are not knowledgeable. Wewe hauna ujuzi. If your knowledge destroys your family, Kama ujuzi wako unaharibu familia yako, that is not knowledge. hiyo si ujuzi. That is not knowledge. Hiyo si ujuzi. If your knowledge Kama ujuzi wako removes you from relationships, unakuondoa kutoka kwa mahusiano, instead of building up relationships, badala ya kujenga that's uhusiano, not knowledge. hiyo si ujuzi. You are only an agent Wewe ni agenti tu of destruction. wa uharibifu. You are only an agent of destruction. Wewe ni agenti wa kuharibu. You have only been properly equipped as a destroyer. Umewekwa tu vizuri ama umetengenezwa vizuri kama mharibifu. When you are given women, Wakati unapewa mama, you destroy them with your knowledge. unawaharibu na ujuzi wako. You are an equipped destroyer. Wewe ni mtu ambaye amepewa vitu vizuri za kuharibu. Now let me see. Wacha niseme. Let me bring you and myself to the point. Wacha nikulete wewe na mimi katika What point. is the work of the devil? Number one. Kazi ya shetani ni gani? Number one, to steal. Number two, Kuiba, to kill. Number three, kuua. so you can know your class. Na kwa hivyo unaweza jua klasi yako. Knowledge. Juhudi, Knowledge. ujuzi. If not ruled by love, Kama haitatawaliwa na upendo, instead of building it, it will destroy. badala ya kujenga itaharibu. God is calling you and me to manage our knowledge. Anakuita wewe na mimi tukatunza ujuzi wetu. God is calling you and me to manage our knowledge. Mungu anakuita wewe na mimi tukatunza ujuzi wetu. Children of God, Watoto wa Mungu, knowledge ujuzi should not only build haisaidi tu kujenga when managed under love, wakati inatunzwa katika upendo, but knowledge kwamba ujuzi should be considerate. inastahili kuwa Proper knowledge should be considerate. ujuzi wa sawa unastahili kuwa mwangalifu. It weighs things. Inapima mambo. Yes, it weighs things. Inapima mambo. Proper knowledge Ujuzi wa ukweli weighs things. inapima mambo. Wherever you are, Popote pale uko, if your knowledge is proper, kama ujuzi wako ni wa sawa, you look at the place you are in. unaangalia mahali pale uko, Who am I living with? ninaishi na nani? Can I meet them and bring them to Jesus? Je, ninaweza kutana na wana niwalete kwa Yesu? Though I'm educated and they are not educated, Uko na elimu na hao hawana elimu. you weigh the situation. Unaangalia hali ile. You are among children. Uko katikati ya watoto. You must understand Lazima uelewe that you are among children. ya kwamba wewe uko katikati ya watoto. Proper knowledge weighs things. Ujuzi wa kweli unapima mambo. Proper knowledge is considerate. Ujuzi wa kweli unapima mambo. Because you don't want to destroy the children, Sababu hutaki kuharibu watoto, but you want to build them up with your knowledge. lakini unataka kuwajenga na ujuzi wako. Look at this example. Angalia mfano huu. Are you together? Tuko pamoja. Look at this example. Angalia mfano huu. I wish I was able to bring the toys. Ninatamani ningelete hizo vitu za kucheza. Car toys.
Toy za magari. Toy za magari. With these young boys. Na watoto hawa wadogo. I want to ask you a question. Nataka kuuliza swali. When 20 boys meet with toy cars. Wakati watoto wavulana 20 wanakutana na magari ya toy. Please answer me. Nijibu. When 20 boys meet. Wakati wavulana 20 wanakutana. Each with a toy car. Kila mmoja na kagari ka toy. 4 years old, 5 years old, 6 years old boys. Miaka 4, 5, 6 wavulana. When they meet. Wakati wanakutana. When they ask for one another. Wakati wanaulizana. Give me yours. Nipe yako. What do they ask for? Wanauliza nini? Wanasema nipe nini? Nipe nini? Gari. Do they say nipe toy yako? Nipe gari yako. Do they say nipe toy? Nipatie hiyo toy. What do they say? Nipe gari yako. Let me have your car. When they say give me, when they tell one another, let me have your car. Wakati wanaambiana nipe gari yako. Do you also, you now, as an adult like me, do you also call it a car? Wewe kama mtu mzima pia unaita gari? Do you also call it a car? Je, unaita gari? Siniambie. Do you call it a car? Yeah. Je, unaita gari? But the boys are very serious. Lakini wao vulana wanamaanisha sana. Now you are here. Sasa uko hapa. And you are supposed to represent Jesus in this voice. Unastahili kuwakilisha Mungu kwa vulana hawa. You must understand. Lazima ukaelewe. That what they are holding there is a car, not a toy to them. Ya kwamba kila wameshika ni gari, sio toy. And we must weigh the environment. Na lazima uangalie maeneo. If you don't do that, you cannot be a parent. Kama hautafanya hivyo basi hautakuwa mzazi. You cannot be a parent. Hauwezi kuwa mzazi. Because children are. Sababu watoto. They must dirtify themselves. They must fight themselves. Lazima wajichafue. And you must go down to that level. Na lazima uende kwa kiwango hicho. I remember I would go to that level and we would start playing football with my young boys. Ninakumbuka nilienda kiwango hicho nikaanza kucheza mpira na wavulana wangu. To them they were in a real match. Wao walikuwa kwa mchezo hakika. But to me, lakini kwangu, I even did not want it. Sikuwa napenda hata naitaka. But I was playing it because of them. Lakini kwa nacheza sababu yao. Why? Kwa nini? I had to use knowledge properly, manage my knowledge so that I can rise up with my voice. Lazima ningetunza ujuzi wangu vizuri ili nikainuke pamoja na watoto. Now Paul, a very educated man. Sasa Paulo hapa, mtu ambaye alikuwa na elimu nyingi sana, began with the Lord. Akaanza na Bwana. And finished with the Lord, qualified as a man carrying the purpose of God. Na akamalizia na Bwana angali anabeba kusudi la Mungu. Because wherever he went, sababu popote pale alienda, it was not about his knowledge. Haikuwa kuhusu ujuzi wake. It was not about his knowledge. Haikuwa kuhusu ujuzi wake. It was not about what he knew. Haikuwa kuhusu kile alikuwa anajua. It was about only two things. Ilikuwa kuhusu tu mambo mawili. Number one. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza. Making sure. Kuhakikisha. That those who say they are born again. Ya kwamba wale wanasema kwamba wamezaliwa tena. Through Jesus Christ. Kupitia Yesu Kristo. Will be maintained in the fellowship. Watakaa katika ushirika. And the second issue concerning Paul. Na jambo la pili kuhusu Paulo. Was this. Ilikuwa ni hili. To ensure. Kuhakikisha. That even as he maintained those ones. Ya kwamba wakati anaweka wale. Wherever he went. Popote pale alienda. He brought others to Christ. Alilete wengine kwa Kristo. And for that to happen. Na iliyoifanyike. He had to manage his knowledge because he was very educated. Lazima angetunza ujuzi wake sababu alikuwa na elimu nyingi sana. He is the writer of 13 books in the New Testament. Yeye ndiye mwandishi wa vitabu 13 katika Agano Jipya. We have other writers. Tuko na waandishi wengine that we honor. Ambao tunaishi. We have written books. Wameandika vitabu. But none of them has a book like the book
that Paul has written. Lakini hakuna yote yako na vitabu kama vile Paulo ameandika. The books that Paul has written, Vitabu ambavyo Paulo ameandika, they have affected the entire world. yagusa ulimwengu wote. He was an educated man, Alikuwa mtu ambaye alikuwa ameelimika, but under the purpose of God. lakini chini ya kusudi Under the purpose of God. chini ya kusudi la Mungu. So the Bible says, Kwa hivyo Biblia inasema, when Paul is speaking here wakati Paulo ananena hapa concerning himself, kuhusu yeye mwenyewe, he says in verse number 13. anasema katika mstari wa 13. I want us to hear this. Nataka tusikie hii. Let's start verse number 12. Anaanza mstari wa 12. Somebody read from there, verse number 12. 1 Corinthians 8 verse 12. Somebody from there. Read for us, please. Wakorintho wa kwanza 8:12. Yes, I want somebody from there. Somebody read 1 Corinthians 8 verse number 12. Wakorintho wa kwanza sura 8 mstari wa 12. Yes, please. Somebody is reading. Mama is reading. Yes. Hivyo mkiwatenda dhambi ndugu zenu na kuitia jeraha dhamiri iliyo dhaifu, mnamtenda dhambi Kristo. Yes. Thank you so much. If you sin against your brothers, Ukitenda dhambi kinyume na ndugu yako and you wound them, na mwajeruhi, you wound them na mnawajeruhi because of your knowledge. sababu ya ujuzi wenu. If you wound a fellow sister, a fellow brother, Kama uliumiza ndugu ama dada, you are sinning against Christ. unatenda dhambi kinyume na Kristo. Now we must know this, Lazima tujue that when we are injuring a brother or a sister, wakati tunaumiza ndugu ama dada, we are sinning against Christ. tunatenda dhambi kinyume na Kristo. We are actually anti-Christ. Hakika sisi hatuko wa Kristo, We are anti. Tuko kinyume na. tuko kinyume na Kristo, We are anti-Christ. tuko kinyume na Kristo. When you injure me because of your knowledge, Unaponiumiza sababu ya ujuzi wako, you are against Christ. uko kinyume na Kristo. When I injure you Wakati nakuumiza because I think I am more important in my area, sababu nafikiria kwamba mimi ni wa muhimu sana katika maeneo yangu, I am an anti-Christ. mimi niko kinyume na I Kristo, am working against Christ. nafanya kazi kinyume na I am Kristo, sinning against Christ. tenda dhambi kinyume na Kristo. Therefore Paul says, Na kwa hivyo Paulo with anasema all his degrees, na degree zake zote, with all his degrees, na degree zake he zote, says in verse number 13, anasema katika mstari wa 13. somebody from there read for us. Mtu pale asome. Yes. Kwa hiyo chakula kikimkwaza ndugu yangu, hakika sitakula nyama hata milele, nisije nikamkwaza ndugu yangu. Wow. Paul with all his degrees says, Paulo akiwa na degree zake zote anasema, therefore, na kwa hivyo if what I eat causes my brother to fall, kile ninakula kikifanya ndugu yangu anguke, I will never eat meat forever. sitawahi kula nyama milele. If what I eat Kama kile ninakula will make my fellow Christian kitafanya Mkristo mwenzangu to be injured, aumie, to fall into sin anguke, aingie katika dhambi because of what I eat, sababu ya kile ninakula, because of the meat I eat, sababu ya nyama ambayo ninakula. Paul says, Paulo with anasema all my knowledge, na ujuzi wa I will wangu never eat meat. sitawahi kula nyama, Because if I eat meat, sababu nikikula nyama then that shows I don't know how to manage my knowledge. basi inaonyesha kwamba sijui kutunza ujuzi wangu. I am sinning against my brother, my sister, and Tenda dhambi kinyume na dada yangu na ndugu yangu, I am sinning against Christ, ninatenda dhambi kinyume na Kristo, and I must maintain my na purpose. lazima nishikilie kusudi langu. How I pray today Ile ninaomba siku that in hii our families ya kwamba katika familia zetu we will say,
akasema, if my eating of meat will harm my wife, kama kula nyama kwangu kutaumiza mke wangu, I will stop eating meat forever. nitaacha kukula nyama milele. Why? Kwa nini? So that we will live together. Ili tukaishi pamoja. If my eating of meat will destroy a young boy here, Kama kula nyama kwangu kutaharibu mvulana mara pa, Paul says, Paulo anasema, I will never eat meat forever. sitawahi kula nyama milele. Because Kwa sababu the question is not about meat. swali si kuhusu nyama. The question is about my brother. Hallelujah. The question is not about meat. Swali si kuhusu nyama. The question is about my sister. Swali ni kuhusu ndugu dada yangu. Somebody greet your neighbor, msalimia mtu kwa mkono. Mwambie swali si kuhusu chakula. Mwambie msalimie hata kama anaona huwezi kusalimiwa, wewe msalimie tu. Unajua kuna watu wanastahili sina sanitizer. Sina sanitizer, nikimsalimia ni sanitizer. Hebu mwambie swali si chakula. Swali ni nini itakufanyikia wewe nikikula kile ninakula. Mwambie ikiwa itakudhuru, kuanzia leo sitaikula tena. Mwambie na kuhakikishia, kama itakuzuia wewe kuja kwa ushirika, mwambie nimewachana naye. Mwambie hiyo ndio inaitwa kutunza maarifa. Mwambie maarifa kama haifanyi tukae pamoja, sio maarifa. Mwambie kama maarifa haifanyi jamii zetu zikae pamoja, sio maarifa. Hiyo sio maarifa. Hicho ni kifaa. Mwambie hicho ni kifaa ambacho umepewa na shetani. Ndio wewe uweze kuwa mtumishi mzuri wa shetani. Mwambie manage your knowledge. Manage your knowledge. Hebu wacha, unaachilia mkono wake haraka sana. Sijali, ninakwenda sanitizer hapa, nitawapatia. Hebu msalimie. Na usiwachilie mkono, kuna kile nafuatilia. Salimie. Mwambie kama ni ndugu, kama ni dada utamuita, kama ni ndugu, kama ni dada utamuita hivyo. Mwambie wewe utamwambia wewe, utamwambia ndugu wa dada. Mwambie wewe. Mwambie dada yangu. Kama kuvaa kwangu kutakukwaza, nitawacha kuvaa. Haleluya. Sasa si nimekuja home. Nyumbani ndani. Si nimefika. Unajua ndio maana wengine hawataka kusalimia. Salimia yeye, mwambie dada. Kama kuvaa kwako kutakuumiza wewe, sitavaa hivyo tena milele. Kwa sababu wewe ni muhimu kuliko nguo yangu. Kuja mami hapa. Mwambie wewe ni muhimu kuliko fashion yangu. Mwambie fashion za hapa, lakini wewe ni wa hapa na mbinguni, na ninataka nikuone mbinguni. Mwambie lazima kuanzia leo nitunze maarifa yangu. Haleluya. Manage your knowledge. Naenda wapi? Manage your knowledge. Manage your knowledge. Tunza ujuzi wako. Manage your knowledge. Tunza ujuzi wako. Knowledge puffs up. Ujuzi unafanya wewe na kiburi. Knowledge puffs up. Ujuzi unafanya wewe na kiburi. Knowledge puffs up. Ujuzi unafanya wewe na. Let me tell you the Church of Jesus. Acha niwaambie kanisa la Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The Church of Jesus kanisa la Kristo is not a church for doctors only. Si kanisa la madaktari peke yake. It is a church kanisa for those who are educated. Wale ambao wako na elimu. And those who are beginning in education. Wale wanaanza katika elimu. Mwambie upende usipende, kanisa la Bwana limejaa kila mtu. Kanisa la Bwana limejaa kila mtu. Mwambie na ni kutunza maarifa yetu tu kutafanya tujengane.
Amina. Church of Jesus Christ. Kanisa la Kristo Yesu. It's not for only experienced drivers like you. Si kwa madereva ambao wamebobea tu. And you start creating jams everywhere. Unaanza kutengeneza jams. The Church of Jesus Christ Kanisa la Kristo Yesu has people who have not even gone for driving. liko na watu ambao hawajaenda. And they are children of God. Hallelujah. Amina. They are children of God. Watoto wa Mungu. Some of them Wengine wao cannot afford lunch, hata hawezi pata chakula cha mchana. but they are still children of God. Lakini bado ni watoto. We must manage knowledge. Lazima tutunze ujuzi. We must manage knowledge. Lazima tutunze We must manage knowledge. Lazima tutunze ujuzi. Hallelujah. Amina. The knowledge that God has given you, Ujuzi ambao Mungu ametupatia. you must manage it. Lazima uitunze. I must manage it. Lazima niitunze. And Paul says, Na Paulo if anasema my eating of meat, katika kukula nyama kwangu, if my eating of meat kama kukula nyama kwangu will make me hurt my brother, itanifanya niumize ndugu I yangu, will never eat meat basi sitawahi kula nyama forever. milele. Why? Kwa nini? He was truly born again. Alikuwa amezaliwa tena kabisa. A man, Mtu a man, mtu a man mtu who is ambaye moving anaendeshwa, towards the finish line, anaenda kuelekea mahali pa kumalizia, knowing well, akijua vizuri I will sana not be disqualified sitaondolewa ama sitakataliwa because of the way I manage my wisdom, my knowledge. sababu ya vile natunza ujuzi wangu. See, some people you tell them tunabaki nyuma, tunaangalia ile klasi inabaki nyuma, unashinda mimi sasa tabiana na nini hapo? Ama hujui hivyo? Yeah, it is there in many places. Unaambia watu mbaki nyuma, wanaume ya wanaume, anashinda ni wanaume ama ni wanameme, na akiangalia yeye tu ndiye mwanaume, hao wengine wote ni wanameme, na anaanza kuja na vitu ambavyo analeta unscriptural things. We are here to be guided by the word of God. Hapa kuelekezwa na neno la Mungu. Hallelujah. Amina. We must manage knowledge. Lazima tutunze ujuzi If you are a teacher, kama wewe ni mwalimu, manage your knowledge. tunza ujuzi wako. If you are a pastor, Ama wewe ni mchungaji, manage your knowledge, tunza maarifa yako that you can live with everybody. ili unaweza ishi na kila mtu, Because kwa Jesus sababu is Yesu the one who owns all knowledge. ni yeye ako na ujuzi wote, And he managed his knowledge na alitunza ujuzi wake that he could come down for everybody. ya kwamba angekuja chini kwa ajili ya kila mtu. Rudia nyuma yangu, sema I will manage my knowledge I will manage my knowledge so that so that I will reach everyone. I will reach everyone. Sema nitakuza ujuzi wangu Nitatunza ujuzi wangu ili nifikie kila mtu. nifikie kila Sema watu wakiambiwa wabaki, watu wakiambiwa basi nitabaki na wao, nitabaki na maana mimi siko kinyume na Kristo. siko kinyume na Kristo. Amen. Can you imagine? Ikiwa nina run, if I run the church Kama naendesha kanisa with classes, na klasi ama kiwango, and then Jesus comes alafu Yesu aje and finds me as a pastor na nipate mimi kama mchungaji behaving like the Pharisees. niko na tabia kama When Mafarisayo. they saw the children coming to Jesus, Wakati waliona watoto wakija kwa Yesu, what did they do? walifanya Somebody nini? tell me, what did they do when they saw children coming to Jesus? Wakati waliona watoto wakija kwa Yesu, Mom, what did they do? walifanya nini? Walipoona watoto wakija kwa Yesu, what did they do? Waliwazuia. Sababu hawajui huyu ni mwalimu ameheshimika, hasisumbuliwe na watoto. Preach to your neighbor once more, please. Tell your neighbor, manage knowledge. If we
manage knowledge, kama tutatunza ujuzi wetu, we will build one another. tutajenga mmoja na mwingine. If we manage knowledge, Kama tutatunza ujuzi wetu, we will build our families. tutajenga familia zetu. If we manage knowledge, Kama tutatunza ujuzi wetu, even our wives and husbands who are not having what we have, hata wake wetu na waume wetu ambao hawana kile tuko we nacho, will bring them up to have what we have. tutawaleta juu wawe na kile tuko nacho, Because we will build one another. sababu tutajengana. We must manage our knowledge. Lazima tutunze maarifa yetu. Knowledge, Maarifa when not managed, wakati haitunzwi, it brings pride. inaleta majivuno. I am feeling Ninasikia in my heart ndani ya moyo wangu that the Lord is speaking to us right now. ya kwamba Bwana anatunenea sasa hivi, And He is saying, na anasema I'm going to be in your midst. nitakuwa katikati yenu. If your knowledge, Kama juhudi yenu, if your knowledge kama ujuzi wenu will be ruled by love, itatawaliwa na upendo, love for one another. upendo mmoja na mwingine. If your wife is not educated, Kama mke wako hana elimu, why don't you educate her? kwa nini usimwelimishe? If your husband is not educated, Kama mume wako hajaelimika, why don't you educate him? kwa nini usimwelimishe? Why don't you build him up? Kwa nini usimjenge? Building him up is building a whole nation. Kumjenga ni kujenga taifa lote. Manage knowledge. Tunza ujuzi, Manage knowledge. tunza ujuzi, Hallelujah. So that ili when you manage knowledge, kitunza ujuzi. when I manage knowledge, Wakati natuza ujuzi, we will come to this place tutakuja mahali and God will bless us. na Mungu atatubariki. When we manage knowledge, Tukitunza ujuzi, we will understand why. tutaelewa ni kwa nini. Paul says in chapter 9, Paulo anasema katika sura ya we 9, will understand why. tutaelewa kwa nini. Paul says in chapter number 9, Paulo anasema katika sura ya 9 verse 26, mstari wa 26, he says, anasema I do not run like a man running aimlessly. sikimbii kama mtu ambaye anakimbia ovyo ovyo, I do not fight sipigani like a man beating the air. kama mtu ambaye anapiga hewa. People who can't manage knowledge, Watu ambao wazitunza ujuzi, you ask them, what are you doing? They are beating the air. And Paul says, nini wanapiga hewa. Lakini Paulo anasema, Paulo in says in verse 27, katika mstari wa he 20, says, no, anasema hapana, I beat my body ninapiga mwili wangu and make it my slave, na naifanya mtumwa wangu, so that ili after I have preached to others, baada ya kuhubiria wengine, I myself mimi mwenyewe will not be disqualified for the prize. sitakataliwa kwa ajili ya zawadi. He says, I beat my body. Anasema ya kwamba napiga mwili wangu. Why? Kwa nini? It is our bodies. Ni mili yetu, It is your body and my body. ni mwili wako na mwili wangu, It is that which wants to be honored. ndiyo inataka kuheshimiwa. Ukifika kama ni pastor, unauliza my reverend wana kitu wapi? Ukiambiwa pale nyuma, you should know people. I beat my body Napiga mwili wangu so that my body will obey. ili mwili wangu katii, So that ili I will not only teach others, sitafundisha wengine tu, and when they are getting the prize, na wakati wanapata zawadi I'm disqualified. ninakataliwa. I'm winding up. Ninamalizia. Please tell your neighbor, Tafadhali ambie jirani yako, jirani, we are in a business tuko katika biashara of beating our body ya kupiga mili yetu so that we can manage ili tukatunze our knowledge. juu. Mwambie ni wewe upige mwili wako Wewe upige mwili wako na mimi nipige mwili wako, ili mwili wetu uache kujionyesha. Tusije tukafundisha wengine. Mwambie tusije tukafundisha wengine na sisi wenyewe tukakataliwa.
Amen. Finish, still qualified. Malizia ungali unahitimu. Finish, Malizia still ungali qualified. umehitimu. Finish, Malizia still ungali qualified. umehitimu. Manage your knowledge. Tunza maarifa yako. As I manage my knowledge. Unapotunza maarifa If you yako. are very good cook of chapati, Kama wewe ni mzuri sana wa kupika chapati, know that you don't cook even in Uganda. jua kwamba haupiki hata Uganda. And people are still eating chapatis in Uganda. Watu bado wanakula chapati. Manage your knowledge. Sasa tunza maarifa yako. Am I speaking? Je, ninanena? Am I speaking? Je, ninanena? Thank you that I am speaking. Second question. Nena. Swali la pili. Is the Holy Spirit speaking? Je, Roho Mtakatifu ananena? Is the Holy Spirit speaking? Je, Roho Mtakatifu If you are sure the Holy Spirit is speaking, lift up your hand. kama uko na uhakika Roho Mtakatifu Are you sure the Holy Spirit is speaking? Je, uko na uhakika? Third question. Swali la To tatu. whom is the Holy Spirit speaking to? Roho Mtakatifu ananena? No, he's speaking to your neighbor there, isn't it? Ananena jirani. Kuna tukubaliane, si wewe, sio? The final question, to whom is the Holy Spirit speaking to? Je, Roho Mtakatifu ananena? Be serious. I know it's that neighbor there. Sio? Anisha. Sio? Wewe. Hebu angalia neighbor yako na mwambie umesikia vile umeambiwa ukafanya. Si naona umemwambia. Si wewe. Umemwambia vile ameambiwa akafanya, lakini si wewe. Mwambie yeye ndio nikushikwa, nimeshikwa bila kutarajia. Mwambie sio hivyo nilikuwa namaanisha, nimekamatwa bila kutarajia. Praise the Lord. Manage your knowledge. Tunza maarifa yako. You are important. Wewe ni wa muhimu. Jesus, I am important. Kama vile mimi ni wa muhimu. Tell your neighbor, greet your neighbor and tell your neighbor, I love you with the love of God. Hallelujah. Let's stand up on our feet. 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 As you stand up on your feet, hold somebody's hand. Hold somebody's hand. Hold somebody's hand. If you don't have somebody to hold your hand, you can come here. Hold somebody's hand. Are you holding somebody's hand? Are you holding somebody's hand? Yes, are you sure? You're holding somebody's hand. Okay, if you're holding somebody's hand, I want you to sing with me. This is the brother, this is the sister. Sasa ndio najua. You know who you're holding. You can choose. If you're holding two, choose one and say which one you will sing, and then you can. Now let's go 1, 2, 3. This is the sister. This is the sister that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad with him. And be glad with him. Oh, this is the sister that the Lord has made. I will rejoice and be glad with her. This is the sister. This is the sister that the Lord has made. If we manage our knowledge, we will rejoice with our sisters and our brothers. We will be glad because of the people that God has given us in our lives. Father, in the name of Jesus, I want to thank you today for calling us to work in the ministry in a way that we will finish
qualified. ambao tamalizia tungali tunaitika. You have warned us Umetuonya that knowledge puffs up, ya kwamba ujuzi unaleta kiburi, but love builds up. lakini upendo unajenga. You have told us Umetuambia if our knowledge will build up, kama ujuzi wetu utajenga, our knowledge must be ruled by love. lazima maarifa yetu itawaliwe na upendo. I pray in the name of Jesus Ninaomba katika jina la that the Yesu Holy Spirit will enable ya us kwamba Roho Mtakatifu atatuwezesha to manage our knowledge. kutunza ujuzi wetu. We are not yet educated like Paul, Bado hatujakuwa na ujuzi kama Paulo, but Paul says, lakini Paulo anasema if my brother will be injured by what I eat, kama ndugu yangu ataumizwa na kila ninakula, I will not eat it forever. basi sitaikula milele. Help us, O God, Tusaidie Mungu that whatever hurts our brothers and ya sisters, kwamba chochote kinaumiza ndugu zetu na dada we zetu, shall do away with it. tutaachana nayo, We shall do away with it. tutaachana nayo. Help us to beat our bodies. Tusaidie kupiga mili yetu. Church of Jesus, Kanisa la let the Holy Kristo, Spirit come upon you, acha Roho Mtakatifu aje juu that you yako, will beat your ya body, kwamba utapiga mwili that you wako, will beat your body, ya kwamba utapiga mwili wako, so that anything in your life ili chochote katika maisha yako that injures your brother or your sister, ambayo inaumiza ndugu yako ama dada yako, you will do away with it. utaachana nayo. Not touch your people right now. Sasa Bwana, kuza watu wako sasa hivi, Where your families were destroyed by knowledge, mahali familia zilikuwa zimeharibiwa na ujuzi, I declare inatangaza the love of God upendo wa Mungu upon the knowledge therein, maarifa ambao wako juu yake, so that the family will be built up. ili familia ikajengwe. The destroyed families, Na familia ambazo zimeharibiwa, I declare God is building them up. ninatangaza kwamba Mungu anazijenga. The destroyed brothers and sisters, Ndugu ambao wameharibiwa na dada ambao wameharibiwa, whether they eat meat, kama wanakula nyama sacrifice to ambayo idols, imetolewa sanamu or not, ama hapana, I declare we inatangaza will take care of them. tutawashughulikia. If they confess Jesus, Kama watakiri Yesu, we will live for them. tutaishi kwa ajili yao, We will deny ourselves tutajinyima things because of their lives. vitu kwa ajili ya maisha yao. We will not be foolish Hatutakuwa pumbavu to serve the devil. kumtumikia We will shetani, not be agents of the enemy. tutakuwa agenti wa adui. I declare, Lord, Inatangaza the Bwana power of the Holy Spirit ya kwamba nguvu za Roho Mtakatifu over the people in this juu church, ya watu ambao kwa hapa that we kanisani, will build one ya another, kwamba tutajengana, that we will build one ya another kwamba tutajengana in the name of Jesus. katika jina la Yesu. Whatever hurts my brother, my sister, Chochote kinaumiza ndugu yangu ama dada yangu, give us the Holy Spirit tupatie Roho Mtakatifu that will give St. Paul, ambao alimpatia Paulo, that we can say, ambao tunaweza sema I will not touch that thing forever. nitaguza kitu hicho If it milele. destroys my brother, Kama inaharibu ndugu if it yangu, destroys my kama sister, inaharibu dada help yangu, us to manage our knowledge. tusaidie kutunza ujuzi wetu, Help us to manage our knowledge. tusaidie kutunza ujuzi wetu, Help us to manage our knowledge. tusaidie kutunza ujuzi In the wetu name of katika Jesus. jina la Yesu. Whatever we are at, wherever we are experts, oh God, Hali sisi tumebobea, let our knowledge build one another. katika ujuzi wetu ujenge mmoja na In mwingine the name of Jesus. katika jina la Yesu. When we go to the children, Tukienda kwa watoto, we will fit there and build them up. tutatoshea hapo na tutawajenga. When we go to the poor, Tutapoenda kwa maskini, we will fit there and build them up. tutatoshea hapo na tuwajenge. Woman, receive the touch of God. Mwanamke, pokea uguzo wa My Mungu. brother, receive the touch of Ndugu yangu, God. pokea uguzo wa Mungu. I break the spirit of pride. Ninavunja roho ya kiburi, It is the spirit of the devil in ni you. roho ya shetani ndani I yako. pull it down. Ninaiangusha In the chini name of Jesus. katika jina la I Yesu. pull down
Ninaipenda chini. Everything that the devil has built through your knowledge, Kila kitu Shetani amejenga kupitia juhudi zako. I destroy it Ninayaribu right now. sasa hivi In the name of Jesus, katika jina la I Yesu. subject your knowledge Sasa naweka ujuzi wako under the love of kwenye God. upendo wa Mungu. I take your knowledge. Ninachukua ujuzi wako. I subject it to the love of Sasa God, naifinyilia katika upendo wa Mungu. so that your knowledge will build up other people. Ili ujuzi wako ukajenga watu wengine. Receive the touch of God. Pokea kuongozwa na Mungu. Receive the touch of God. Pokea kuongozwa na Receive the Mungu. touch of God. Pokea kuongozwa Receive na the touch Mungu. of God. Pokea kuongozwa na I Mungu. capture your knowledge. Sasa nashika ujuzi wako. I put it Ninaweka under the love of God, kwenye upendo wa Mungu. that your knowledge Ya kwamba ujuzi wako will not be the devil's tool. haitakuwa kifaa cha shetani. On this altar I declare, Hapa katika madhabahu your anatangaza knowledge, ya kwamba maarifa yako will not be the devil's tool haitakuwa kifaa cha in shetani this church, kanisani in hapa, your family. katika familia Your yako, knowledge kwamba maarifa yako will not be the devil's tool. haitakuwa kifaa cha I shetani. declare now, Ninatangaza sasa your knowledge ya kwamba maarifa yako under the love of God ni ya upendo wa Mungu will build your family, itajenga familia yako, will build your children, itajenga watoto wako, will build your wife, itajenga mke wako, will build your husband. itajenga mume wako. I declare your knowledge Ninatangaza maarifa yako is God given. nimepeana na Mungu, Is God given. nimepeana na Your Mungu. knowledge Maarifa yako is God given. nimepeana na Mungu. I subject it Sasa naifinyilia to the love of the kwa giver. upendo kwa yule anayepeana, To the love of the giver. kwa upendo kwa yule Your knowledge, anayepeana. young man, Ujuzi wako will not destroy you. haitakuharibu, It will build you. itakujenga, It will not destroy others. itakuharibu wengine, It will build others. itajenga In wengine. the name of Jesus, Katika jina la you Yesu will begin living utaanza kuishi a new life from today. maisha mapya kutoka siku ya You will leo. rejoice Utafurahia when you see other people ukiwa na watu wengine built up because of your knowledge. wakijengwa kwa sababu ya ujuzi wako. Receive your miracle. Pokea muujiza Receive your wako. miracle. Pokea muujiza You wako. will rejoice. You will rejoice Utafurahia when you see your children ukiwa na watoto wako built up by your knowledge. wamejengwa na Receive your ujuzi wako. miracle. Pokea muujiza Receive your wako. miracle. Pokea muujiza You wako. will rejoice Utafurahia when you see your fellow sister in the church ukiwa na dada yako kanisani built up by your knowledge wamejengwa na ujuzi wako under the love of God. na upendo wa Mungu. Take your miracle. Kwa muujiza Take your miracle. kwa muujiza wako You will finish utamalizia qualified. ukiwa umehitimu. If you believe it, take it. You will finish. Kenya kama utamaliza You will finish utamaliza qualified ukiwa umehitimu for the kwa prize. ajili ya zawadi. Somebody say, I will finish I will finish qualified qualified for the prize. for the prize. Lift up your hand and say, I will finish qualified Qualified for the for prize. the prize. Somebody shout and say, I receive it. I receive it Under the anointing chini ya of upako the word of God neno la Mungu upon my juu ya life. maisha yangu In Jesus' name. katika jina la Give Yesu. Jesus a hand clap this Shangilia afternoon. Bwana Yesu adhuria In leo the name of Jesus. katika jina la I Yesu. declare you blessed. Ninatangaza I umebarikiwa. declare you blessed. Ninatangaza I declare you umebarikiwa. blessed. Ninatangaza You will be a umebarikiwa. blessing. Utakuwa baraka. People will be built Watu watajengwa because of your knowledge. sababu ya Receive maarifa your yako. miracle. Come Pokea on. muujiza wako. I say your children will be built Watoto wako watajengwa because of your sababu knowledge. ya maarifa yako. Knowledge under the love of God Maarifa ambayo iko chini ya upendo wa is your Mungu portion. ni sehemu yako. It is your portion. Ni sehemu yako. It is your portion. Ni sehemu yako. Get your offering now. Chukua sadaka yako sasa. Are you there? You would like to give your life to Jesus. Je, uko hapo ungetaka kutoa maisha yako kwa Are you there? Yesu? You would like to give your life to Jesus. Je, uko hapo ungetaka kutoa maisha yako kwa Yesu? Inua mkono wako, ungetaka kuokoka, ni kuombea wokovu. Ungetaka kumjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Inua mkono. I'll pray for you. Pray for you.
Yes, thank you. Kwa hapa na mngetaka kuokoka. I will pray for you. I'll pray for you. I'll pray for you. Inua tu mkono. Uko hapa unataka kusema leo, mimi nataka msamaha wa dhambi, mimi nataka kuokoka. Inua mkono wako. I want to pray for you. Thank you. Thank you. Philip, can you go there na ushike huyo ndugu mkono mkiwa na yeye. Ukae tu hapa na muombea akiwa hapa. Everybody, if you can stand. Brethren online, wapendwa mlio katika mtandao, if you want to give your life to Jesus, kama mngetaka kuachilia maisha yenu kwa Yesu, I want you to pray this prayer after me. And God is going to bless you. So my brother at the back there, and those who are online, and you are surrendering your life to Jesus, open your mouth and repeat this prayer as you believe in your heart. Say, Lord Jesus, today I confess I am a sinner. I need your help. Ninahitaji msaada wako. Forgive my sins. Samehe dhambi zangu. Create a new person. Umba mtu mpya. Create a new person. Umba mtu mpya. That from today, ya kwamba kutoka leo, you will make me utanifanya a child of God. Mtoto wa Mungu. Get into my life. Ya katika maisha yangu. And make me na unifanye your dwelling place. Mahali pako pa kukaa. Make me nifanye your dwelling place. Makao yako. Drive my life. Endesha maisha yangu. I surrender to you. Najiachilia kwako. From today. Kutoka siku in Jesus' name. Kwa jina la Yesu. I pray. Nimeomba and believe. Na kuamini. Amen. Amen. You are born again now. Sasa umezaliwa tena. You are forgiven of your sins. Umesamehewa dhambi zako. You are a new creation. Wewe ni kiumbe kipya. You are a new creation. Wewe ni kiumbe kipya. The Spirit of Jesus Roho Yesu is working in your life. Anafanya kazi katika maisha in the name of the Lord. Katika jina la Bwana. Can I have several people greeting that brother at the back there? Kuna watu kadhaa watasalimia in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Brethren who are online, wapendwa ambao katika mtandao, we are worshiping God with our offering. Tunamwabudu Bwana na sadaka zetu. So get ready. Kwa hivyo kuwa tayari. And as we worship God with our offering, na tunapomwabudu Bwana na matoleo yetu, this is how we do it. Hivi ndivyo tunavyoifanya. We give through our till. Tunatumia tili yetu. And our till is a strong. Na tili yetu ni kama vile inavyoonyeshwa. The pay bill is 3285.85. Pay bill 3285.85. 328585. The pay bill is 3285.85. Bill No, just acha hiyo kwa sababu hawa wengine wanaiona kwa nini. But don't sit. Our pay bill is 3285.85. Account number 212223. Account number 212223. God bless you. Let's go ahead and give our offerings as we worship the Lord in our giving. I want us to sing this song now. Lead us. This is the brother. This is the place. This is the church. This is, and you go. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is
Lord has made. This is the brother. This is the brother. This is the brother that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in him. And be glad in him. Oh, this is the brother that the Lord has made. I will rejoice and be glad in him. This is the brother. This is the brother that the Lord has made. This is the sister. This is the sister that the Lord. This is the sister that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in her. And be glad in her. Oh, this is the sister that the Lord has made. I will rejoice and be glad in her. This is the sister. This is the sister that the Lord has made. This is the church. This is the church. This is the church that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the church that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the church. This is the church that the Lord has made. This is the place. This is the place. This is the place that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. Oh, this is the place that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the place. This is the place that the Lord has made. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, Baba wetu wa mbinguni katika jina la Yesu, as I lift up this offering, ninapoinua sadaka hii, I am lifting every one of us into your presence. ninainua kila mmoja wetu katika uwepo wako, That you will bless us in our area of business, ili ukatubariki katika maeneo yetu ya biashara, in our areas of employment. katika maeneo yetu ya kuajiriwa. As we go out and as we come in, Na tunapoenda nje na kurudi, may your blessings follow us. acha baraka zako zikatufuate. We have taken that which should be on the altar of God Tumechukua kile kinastahili kuwa katika madhabahu ya Mungu, from our own lives and from our own houses. kutoka kwa maisha yetu na kutoka kwa nyumba zetu. And that which belongs to the altar, we have delivered it to Na God. kile ni cha madhabahu tumekileta, That the ministry may continue, ili huduma ikaendelea, that we may reach more people for God. ili tukafikia watu wengi kwa ajili ya Mungu. That faithfulness, O God, Uaminifu huo, Mungu, let it make us reap your faithfulness in our lives. wacha ikapate tukavune uaminifu wa Mungu. Let it make us Wacha ikatufanye reap faithfulness kuvuna uaminifu from God. kutoka kwa Mungu. In Jesus' name, Kwa jina la we Yesu pray and believe. tumeomba na kuamini. Amen. Amina. Amen. Amen. Finally, brethren, Mwisho wapendwa, we always give to the needy. kila wakati tunatoa kwa wale ambao kuna mahitaji. After our church fasting week, Baada ya wiki yetu ya kufunga ya kanisa, we give to the needy tunatoa ama tunapeana kwa wale wanahitaji through Tenem. kupitia Tenem. Tenem stands for the Neighbors Ministry. Tenemu ni
ujirani, huduma kwa majirani. huduma kwa majirani. We meet those who have no food. Tunakutana na wale ambao hawana chakula. We meet those who can benefit from our finances in one way or another. Tunakutana na wale ambao watafaidia kutoka kwa fedha zetu kwa njia moja ama nyingine. And that is our account. Na hiyo ndio akaunti yetu. Business number 247247. Business number 24727. An account is 200 197. 200 197. What you give kile utatoa will reach the needy ikitafikia wale wako na mahitaji through this altar. kupitia madhabahu haya. So those who have brought food, kwa hivyo wale wameleta chakula, those who have brought money, wale wameleta fedha, use that account or take an envelope. tumia akaunti hiyo ama uchukue bahasha. Teach your children. Fundisha watoto wako. Teach your children. Fundisha watoto wako. To always participate in such a service. Kila wakati kuunganika katika ibada kama hiyo. I'm speaking to the parents. Nanenea wazazi. Humbly. Kwa unyenyekevu. Teach your children. Fundisha watoto wako. To participate. Wajiunganishe. In such a service. Kwa ibada kama hiyo. Mithali 19:17. Amhurumiaye maskini humkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake njema. Mithali 21. Azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. Mithali 28:27. Mwenye kuwadharia maskini hatahitaji kitu, bali afichaye macho yake atakuwa na laana nyingi. Maandiko ya mwisho, Zaburi ya 41. Heri amkumbukaye mnyonge, Bwana atamuokoa siku ya taabu. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, naye atafanikiwa katika nchi, wala hatamtia katika hali wamtakiao adui zake. Bwana atamshikilia wakati wa magonjwa, na katika ugonjwa wake atamuinua. Basi nataka tuweze kutoa matoleo yetu. Niweze kuomba sasa. This is the season of the Lord.
Heavenly Father, in the name of Jesus, let us all stand on our feet. Wacha tukasimame wote kwa miguu Let us yetu. stand on our feet apart from the elderly. Basi tusimame kwa miguu yetu isipokuwa wale wazee. Father, in the name of Jesus, Baba, katika jina la Yesu, I receive these offerings napokea sadaka hizi on your altar. katika madhabahu yako. How I pray that you release your blessings over these offerings. Vile ninaomba kwamba ukaachilie baraka zako juu ya sadaka hizi. And the people who will benefit from these Na offerings, wale watu ambao watafaidika kutoka kwa sadaka hizi, as they receive anything from here, wanapopokea chochote kutoka mahali hapa, transform their lives. badilisha maisha yao, Make them rich in their lives. wafanye wawe matajiri katika maisha yao. Let it be their coming. Wacha iwe kuja kwao, They were coming for a transformation in their lives. walikuwa wanakuja kwa mabadiliko katika maisha yao. That is the blessing I pray. Hiyo ndio baraka ambayo ninaomba. That is the blessing I Hiyo pray. ndio baraka ninaomba, That you release it over these ya offerings. kwamba ukaachilie juu ya dhabihu hii, That it will touch people's lives ya kwamba itaguza maisha ya watu and change them. na wabadilike, That tomorrow ya kwamba kesho they will participate in giving people watakuwa na shiriki katika kupeana kwa watu because of your touch in their lives. sababu ya mguzo wako katika maisha yako. In Jesus' name we Kwa pray. jina la Yesu tumeomba, Somebody say amen. tunasema amina. Lift up your hands before the Lord. Inua mikono yako mbele za Bwana. Bwana, watu wako wamefungua masikio yao kwa maskini. Naomba wakikulilia uwasikie. Vile wamewadhania maskini mali yao, Bwana wafanye wasihitaji kitu na uondolee laana, maana hivyo ndivyo umeahidi. Wamewakumbuka wanyonge, Bwana naomba uwaokoe siku ya taabu kulingana na neno umelisema hapa. Walinde na wahifadhi haya, wafanikishe katika nchi. Watoto wao wameleta vitu, fanikisha watoto hao katika nchi. Waokoe kutokana na adui zao. Wakati wa magonjwa wainue kutoka kitandani, wainue katika afya. Pokeeni baraka hizo wapendwa, katika jina la Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kupokea na kuamini. Amen. Amen. Msichoke, nataka kunena baraka ya mwisho. Tunaweza inua mikono yetu kwa Bwana. Takatifu Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, siku hii ya leo naomba amani yako ambayo haiwezi eleweka na akili zetu za wanadamu, utaiwachilia amani hiyo juu ya maisha yetu, na kusihi utujaze na amani hiyo mioyoni mwetu, mawazo yetu na katika miili yetu. Daima sisi tuitwe wana wa amani, daima tuitwe waliopokea kibali chako, na daima tuitwe warithi pamoja na Kristo Yesu aliye mfalme wa amani. Kanisa la Kristo, pokeeni amani ya Mungu wetu katika jina la Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kupokea na kuamini. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Nasema makofi mazuri kwa sababu ya amani ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Kumbuka hivi Waithaka, ninawaomba kila mtu, nilisema si lazima Jeff, lakini niliwaomba ujicommit na 2,000 kwenda mbele tu. Si unajua akaunti yetu ya mjengo? Si unajua? Jicommit. Kama unataka kadi, tafadhali nipewe hizo kadi, nipewe hayo majina, ili kesho asubuhi kadi hizo zitoke na Mungu atubariki. Watu wa online, tunajenga kanisa, tutumie pesa tujenge mjengo huu ambao tunajenga. We are building here. If you are listening from abroad or from nearby, we are building here, and we call on you to support us in building our sanctuary in the name of the Lord Jesus. We have laid the foundation that has costed now over 1 million shillings, and we are going on. Please, you are welcome in Jesus' name. Na wenyeji, tumefanya kazi nyingi ya kujenga, tafadhali tusichoke. Praise the Lord. Chukua kadi.
chukua kadi. Ikiwa wewe na rafiki yako hamwezi toa 1,000, hiyo si ya watu wa online, ondoa sasa.